Tunaendelea kutafakari katika maoni mbalimbali kwa ajili ya hapa tulipo lakini huko tuendako. Maoni ya Askofu Kalikawe Lwakalinda Bagonza anasema kwamba wazee hukumbuka na kutafakari. Anasema moja, lilikuja azimio la Arusha yaliyofichwa yakafukuliwa. Tukawa ndugu bila kuwa sawa lakini tukawa wamoja. Anasema maskini akamtunishia msuli kiongozi na akabaki salama. Anasema maskini wakafa na tai shingoni lakini hawatekwi. Namba 2. Askofu Bagonza anasema akaja Moringe Sokoine. Tukaonyeshwa wahujumu uchumi. Watu wakatupa hera jalalani na kuzikana kwamba si za kwao. Uchumi ukahujumiwa zaidi kuliko wahujumu uchumi. Tukakata matawi, mizizi ikabaki. 3, anasema kikaja kipindi cha redio kiitwacho Mikingamo. Watu wakahudhuria redioni kuliko mahekaluni. Mamangi meza, maofisini viti vikawa moto. Wakadhalilika watu. Umangi meza ukabaki. Njoo kesho. Mpaka leo ipo na haina mpango wa kuondoka. Hata msemaji wa serikali anaulizwa swali, anajibu njoo kesho. Namba 4, Askofu Bagonza anasema akaja Lyatonga Mrema. Akawa kama mbwa kichaa aliyekata mnyororo. Watu wakararuriwa. Ukipewa siku 7 naye inakuwa kama saa 1. Akaondoka. Rushwa na ufisadi vikabaki. Akaunda chama, akaibiwa kura, akaridhika. Mwisho wa maisha yake akaipigia kura CCM wakati naye ni mgombea. Huwezi kuiba kura ukashindwa kuiba hera. Namba 5, Askofu Bagonza anasema akaja JPM. Akawabagaza wala rushwa bila kuiondomola rushwa. Akaiteka CCM bila kuviteka vyombo vinavyoilinda CCM. Akawanyamazisha maaskari wenzake, yani media, opposition, civil society na bunge. Akabaki peke yake katika mapambano. Akakosa mtetezi, yaliyomkuta hata yeye hayajui. Akapumzika kwa amani. Waliolizwa akiwa hai wakalia machozi ya samaki. Alijaribu, akajaribiwa. Namba 5, anasema kwamba wamekuja Gen Z. Wametikisa misingi. Hawapokei majibu ya zamani kwa maswali ya kisasa. Hawajui cha mzazi maana hata wao ni wazazi tayari. Hawana dini, hawana itikadi, hawana pasipoti wala mpaka wa nchi, na hawana miiko iliyoandikwa. Risasi haiwapunguzi, inawaongeza. Mabomu ni mbolea yao. Wanahitaji kusikilizwa, sio kuhutubiwa. Zingatia. Nasema namba 7, hakuna lisilo na mwisho, lakini kwa mtiririko huu mwisho wa Gen Z ni mwanzo wa kingine. Kipi kwa Tanzania? Ninachokiwaza sikipendi. Ninachokiona na kiogopa. Ninachokihisi kimezidi viwango vya ubaya. Gen Z hawatabaki milele, lakini kasoro zetu zikibaki kitakuja kingine nisichokipenda kuliko hali hii. Tutoe kichwa mchangani. Wajaluo wanasema ukishavua nguo usiogope, malizia mwenyewe. Namba 8, Askofu Bagonza anasema nilisema kisasi kina risasi. Serikali ina kisasi dhidi ya Gen Z na wanaoitwa wawezeshaji wao. Gen Z wana kisasi na wanaoitwa watesi wao. Kila upande hautaki kurudi nyuma kwa kuhofia kisasi. Tatizo kubwa, hatuna watu wanaoaminika pande zote mbili. Hatuna utamaduni wa kuwajibika wala kuaminiana tunapoingia maridhiano. Tume huru zisizo na watu huru zina watu wazuri wasiopenda kulaumiwa. Tunawatafutia uzee usiotukuka. Namba 9, Askofu Bagonza anasema nani atuokoe na ghadhabu hii inayoonekana kama imetoka kwa Mungu? Kuna jamaa mmoja anamfahamu nikimwona, ana uwezo wa kutusaidia. Jina lake anaitwa Ukweli. Ni mtoto wa Bwana na bibi Haki. Huyu si mwanaume wala si mwanamke. Si mzee wala si kijana. Si tajiri wala masikini. Si mwoga wala mjanja.
ana historia ya kuokoa waliokwama katika mkwamo kama wetu. Tumtafute haraka kabla mawingu hayajaleta mvua kubwa yenye kimbunga. Namba 10, Askofu Bagonza anasema kwamba amesema mwakilishi wa upande mmoja, nami namuunga mkono hata kama hakuniunga mkono niliposema maneno yale yale. Damu isiyo na hatia isipokomboa inaangamiza. Ardhi yetu haiwezi kustawisha mazao kwa kunywa damu. Imetosha. Tusimwage nyingine. Tutoe mahesabu ya iliyomwagika bila kigugumizi. Tuombe radhi kwa watu na tuombe rehema kwa Mungu. Tunayo ahadi. Zijapokuwa nyekundu sana kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Isaya 1:18. Askofu Bagonza anamalizia kwa kusema kwamba mtiririko wa matukio ya kihistoria kuanzia namba 1 mpaka 6 hapo juu unaonyesha udhaifu wa mifumo na taasisi na kuibua watu wenye nguvu wanaoamua kufanya kazi nje ya mfumo na taasisi. Bunge na mahakama zinaposhindwa kusimamia utawala wa sheria, utawala wa watu nje ya sheria unachukua nafasi. Nawatakia siku njema katika uhaba wa wema. Hili ni andiko la Baba Askofu Kalikawe Lwakalinda Bagonza akisema wazee hukumbuka na kutafakari. Mtazamaji, karibu kwa maoni yako hapa Nyikani TV kupitia comment selection. Tafadhali